Habari, mambo vipi? Mimi naitwa nipo na Khan Baruch. Mambo Khan? I'm good, how are you? I'm pretty good. Ubahuru tena, yes. Msimu mwingine katika mwezi huu wa kujisogeza kwa Mungu wetu. Yes, kabisa. Kwa karibu zaidi. Yes. Na leo tutazungumzia kuhusu uaminifu katika msimu huu, uaminifu kwenye mahusiano wakati wa Ramadhani na Kwaresma. Yeah, tuko hapo leo, tutakaa sana hapo leo. Tutakaa sana hapo. Tumeona mwezi mtukufu wa Ramadhani, tumeona mwezi mtakatifu wa Kwaresma. Yeah. Waislamu wamefunga, Wakristo wamefunga. Wewe unayekula tuambie nini? Tunakula wapi? Uaminifu na nipo umezungumzia. Una vitu vingi. By the way, nataka kusema kitu muhimu sana kukwambia. Yeah. Kitu muhimu kuliko hata maisha yangu. Kitu gani hicho? Nipo umependeza sana. Very serious. Asante sana Khan, nimesumbuka sana kukifunga hiki kiremba. Ngoja ngwambie kitu. Ukishakuwa mume na mke toka kazi. Ndio kufunga mwenyewe unajua. Really? Kisha Mrs. Khan. Tuko nafunga mwenyewe. Alafu mwezi wa Ramadhani kama hivi. Mimi sifuturu vitu futari yangu rahisi sana. Kama chemsho kuku na ugali wa dona basi. Mimi niko na kahawa. Ugali wa dona ni mzito huo. Ndio maana nikipiga mimi nalala fresh. Alafu nikitoka kupiga hapa, naweza kupiga fresh. Kwa mke wako sasa. Kwa mke wangu nipo mtarajiwa nimebwala. Shindwa, twende. Nipo tupo kwenye mwezi huu mtukufu. Yeah. Na umezungumzia kitu kwenye uaminifu. Uaminifu kwenye miezi hii mitakatifu ni kitu kikubwa sana. Tutaangalia wanandoa, lakini pia tutaangalia na watu ambao kwenye mahusiano. Watu ambao kwenye mahusiano, kipindi hiki sio muda mzuri sana kwa karibu sana, kwa sababu ni muda ambao najua neno ile Kiswahili la Kipwani nasema kujikurubisha. Yaani kuwa karibu na Muumba sana. Kwa hiyo kwa wale nyinyi wa Kristo unajua ni kipindi ambacho kwa karibu na Mungu, kuleta toba sana, kuomba sana. Na sikwambie mtu tuna matatizo, tuna shida, tuna mikosi. Tuna laana za vizazi ambazo tumezibeba sisi. Unaelewa? Yes, kwa hiyo ni muda ambao kuongea na Mungu, kwamba usinirithishe hizi laana za babu yangu. Na maisha yangu mapya nifanye kuwa mpya. Ni muda ambao Waislamu wanaamka usiku sana, wanaswali sana. Na hata Wakristo pia nadhani kuamka pia si mbaya ukaamka. Nilikuwa na rafiki yangu ni Muislamu, alinifundisha sana kwamba kwa usiku, maombi ya usiku ni maombi mazuri sana. That's cool. Na nilikuja nikagundua watu wengi, kuna somo nimeandika Twitter kwamba maombi ya saa 9 usiku, saa 8 usiku ni maombi ambayo yanaweza kukubadilisha kila kitu, na watu walikuwa wanaika pale ushuhuda wao. Kuna mtu anasema kupitia maombi ya saa 9 usiku nilipata kazi. Kupitia maombi ya saa 9 usiku nilipata vitu nilivyokuwa ni vigumu vimeshindwa kufunguka. Sasa ukiutumia vizuri mwezi pia kwa wale ambao wako kwenye ndoa, mwezi wa Kwaresma na mwezi wa Ramadhani ndio mwezi mzuri kwa karibu na kipenzi chako. Ndio mwezi mzuri kumuonesha mwanamke wako, mwanaume wako jinsi gani na thamani ya maisha yako. Kwanza unaanza jikoni. Unajua mtu anashinda na njaa kutwa nzima. Hajala kitu. Hakuna moment nzuri kwa mtu aliyefunga kama muda wa kufutari, muda wa kupata futari, muda wa kufungua ile funga yake. Ile ndio moment bora zaidi kwa mtu aliyefunga kuliko moment yote. So huwa anahitaji kupata kitu bora. So hii pia niweke vizuri. Mwezi wa Ramadhani hainaboa sana mwanamke akipika futari. Mwanamke? Mwanamke wako? Inaboa mwanamke akipika futari. Niko nataka kuuliza hapo, sio kwamba it's boring kwa sababu wanapika vyakula vingi alafu kila siku kwa mwezi mzima. Mwezi wa Ramadhani unataka unoge, mwanaume ndo apike futari. Jamani. Mwanaume akipika futari kumpikia mke wake mwezi wa Ramadhani, unanoga sana. Kwa sababu kwanza mnatoa nafasi ya kujua madhaifu ya mumeo kwenye mapishi yako wapi. Kitu ambacho tunakutana nacho maybe labda ni unajua mwanaume akipika hata kichemsha chai anakisha amechafua vyombo vyote kabati. Vyote jamani, sinki alieleweki. Yes. So ni kipindi cha kuoneshana upendo, ni kipindi cha kuoneshana unamjali mwenzako. Jitahidi wewe kurudi nyumbani. Ndio maana kama unagundua sasa barabarani kipindi cha mwezi huu ikifika saa 11:30 unaona foleni sana. Ikifika saa 1 kweupe kwa sababu watu wanawahi kufuturu. Jitahidi kukaa karibu na familia yako. Jitahidi kukaa na watu wako wa karibu, kuonyesha jinsi gani hawa watu wana thamani kwako. Kwa wale Waislamu
tumieni muda huu kusoma Qur'ani kwa wingi. Kwa wale Kristo tumieni muda huu kufundishana sala mbalimbali. Ni familia mnakuwa pamoja. Ila kuna wale manungaembe ambao mwezi huu wa Ramadhani ndio kapata sababu ya kudanganya na kwenda kuswali tarawih. Na napitilizia huko. Hapo kanitaka kukuuliza. Hivi kwa nini ikifika hii miezi ya kufunga hii watu wenye vidonda vya tumbo ni wengi? Washenzi, tungoja kuambia kitu. Wapo ambao wanaumwa very serious. Na mtu ambaye anaumwa vidonda vya tumbo havitokagi mwezi wa Ramadhani au mwezi wa Kwaresma. Watu wenye vidonda vya tumbo, vidonda vinaonekanaga maisha yake yote. Mnajua kabisa historically kwamba huyu ni mgonjwa. Watu ambao hawapendi kufunga, hawapendi kuwa karibu na Mungu. Kinyume chake kwa karibu na shetani. Sio, umeelewa? Wewe ni pause kama nakwambia kitu kimoja. Siku 30 peke yake kwenye mwaka. Kwenye siku 365, sawa? Kutenga siku 30 kujizuia na kula. Kujizuia na mambo machafu, kujizuia na maovu. Siku 30 peke yake. Ila mwaka mzima unafanya kila kitu. Sidhani kama ni sawa. So mimi hapa nilikuwa nataka kuzungumza sana ambao wanautumia mwezi huu wa Ramadhani kufanya mambo machafu, kucheat, kutoka nyumbani, kuchelewa kurudi, ukali, mkorofi. Inawezekana ukawa unalisha maskini na ipo huko nje. Inawezekana ukawa unasaidia watu. Ila kama kinywa chako sio salama kwa familia yako, utoboi. True. Na huu mwezi wa Kwaresma hautakuwa na maana kwako. Baada yake mwezi umekuja, at least dunia kidogo ipoe. Imechemka sana. Sana. Imechemshwa na mengi. Sana. So at least dunia kidogo ipoe. Club zipungue kidogo, vinywaji vikali vipungue kidogo. Na nasikia wenzetu nyinyi wa Kristo sometimes naweza mkafunga vitu. Wanafunga baadhi ya vitu. Ile ambavyo walikuwa wanavipenda, ni vitu ambavyo mtu agambe sana, kufunga gambe. Mtu atotozo kufunga totozo. Sisi Waislamu bahati mbaya au bahati nzuri sita full. Yeah, that is nice. Even maji usiku ni kuanzia machweo mpaka mawio. Pale. Na hiyo anyway, sitaki kujaji sana lakini mimi kwangu mimi hiyo ndo funga. Yes, kwa sababu pia sisi tunaambiwa kwenye kitabu chetu fungeni mtapata afya. Kwa hiyo tunafunga pia ukiacha imani, ukiacha pia ni kwa ajili pia ya afya. Kuna sehemu niliona wana recommend wadada like kupunguza vitambi. Jamani nimeshasumbuka sana nafanya jazo kusema fasting. Fasting is helping. Yaani hata kutaka kupunguza uzito. Kwa wiki funga hata mara 2 mara 3. Unajua kitu tunanepesha ni chakula. Yaani kubali, kataa. True. Kinachoingia kwenye kinywa kinasababisha tu na vitambi, tu na bomu. So kuna muda ukiwacha mwili kidogo bila kula chakula, alafu angalia Mungu anavyotupenda. Sio kama unakaa siku 30 zote huko. Ni masaa kadhaa tu. Masaa 12 sisi haturuhusi kula wala kunywa kwa masaa yote. 12 au 13, baadhi ya nchi nyingine 14, tegemea na mawio na machweo. Baada hapo unakula chochote. Lakini kwa sababu hata hiyo jioni pia kuna utaratibu wa kula kiasi, usile mpaka ukavimbilo. Kwa sababu gani? Unajua kila kiasi unatoa nafasi pia kesho kuweza kufunga tena. Ya kuweza kufunga na ni kweli. Unaona zile siku 30 kwa zinakuwa nyepesi. Lakini kingine kinachofanya pia tufunge ukiacha afya. Na ipo leo mingi kufuata. Nikwambia nipo na njaa. Kama hujai kufunga you can't feel my njaa. Umeelewa? Lakini kama nipo na njaa afu jana ulifunga, unajua mtu akiwa na njaa anakuaje. You will have me. True. Utanisaidia kwa sababu ni njaa unaifeel. Funga ndio muda pekee ambao tajiri na maskini wote wanafeel kitu kimoja. Sijai kuwaza hivyo. Umeelewa? Kwa hiyo inasaidia pia kuongeza utu katika jamii. Inasaidia pia kujua serious. Kwa sababu mimi na tumezaliwa watoto wa mtaani. Tumekulia mtaani. Lakini nakwambia kuna watoto anazaliwa mpaka anafikisha miaka 30 hajui njaa. Wapo. Paka anakuwa hajui njaa na umaji. Kuna mtu amewekwa kwa ajili ya kumkumbusha kula. Unaelewa? Lakini ikifika mwezi wa Ramadhani wote tunakuwa daraja hili. Tunakuwa wote wamoja, wote tunafunga, wote tunafeel njaa. So ukimwona barabarani mtu akakwambia anasikia njaa, you feel that njaa ina umaji. So ukiacha pia kwamba funga inaongeza hiyo, lakini pia funga inaongeza mapenzi kwenye ndoa.
Leo mwanangu nakupikia nini? Hiyo gani mzuri. Ndio kurudi mimi nyumbani, mke wangu nataka kupikia nini? Akaange maini, samaki wa kusaga kidogo na pilipili kwa mbali, angalia vizuri sana. Hivi na sorry. Hivi unasofanya mapenzi kwa sisi Waislamu tunafanya baada kwa wanandoa. Baada kufungua ile. Baada ya kufungua. Tunaruhusiwa pale. Pia sasa sisi tunaruhusiwa kumfuturu na kumla damu. Tunaruhusiwa vizuri tu. Mfano kwa mke wangu na ipo kubali kwa hapo kan tuzungumzie na nili sasa kwa watu ambao kwenye mahusiano. Kama nilikuwa nimekuuliza mara ya kwanza. Yaani ndo boyfriend na girlfriend wote tuko katika mwezi huu, ndo harusi kuonana hata kuwasiliana, yani labda mwe hamfungi. Labda mwe hamfungi, ila kama mnafunga hamruhusiwi kukutana kabisa. Kwa yani hamruhusiwi hata baada ya kufungua hamruhusiwi. Muone. Kwani ngoja kuuliza, kwani unashinda vijana siku hizi kuoana, shida iko wapi? Usiseme hivyo. Shida iko wapi vijana sio washinda kuoana? Asa watu wako chuo. Na sasa hivi we can't even protect kwamba watu wasidate, wasifanyeje. Unajua kwa sababu harusi kuoana. Ana maisha gani sasa mtu amuoani mpaka mwe na maisha? Ila anabeba mimba bila kuwa na maisha. Ila mko tayari kuwa single mother bila kuwa na maisha. Mko tayari kuwa single father bila kuwa na maisha. Yaani halali tumeifanya kwa haramu na haramu tumeifanya kwa halali. After one hizi. Mtoto wa kike ukimwambia sasa hivi uolewe, uingie kwenye ndoa, sawa? Hakubali. Sijapata kazi. Ila akibeba mimba nakwambia story nitalia mwenyewe, hata siponitunza nitalia mwenyewe mwanangu. Talea. So kuzaa sasa hivi imekuwa kawaida. Yaani we wakati unasoma chuo hakuna wanafunzi ambao walisoma nao chuo wakiwa na watoto. Hapo hadi wengine wana mimba. Nilikuwa mnawashangaa, it's normal. Lakini nakwambia nipo mlikuwa mnamshangaa jana mwenye umri wenu ambaye kaoa. Mentality kijinga kabisa. So kuzaa bila mtu kuwa kwenye ndoa ni jambo la kawaida. It's okay. To me it's not okay. Lakini nakwambia kabisa mavyuoni mwetu vyuoni watu wanamshangaa kijana mwenye umri wa miaka 28, 29, 27, 25 ambaye kaolewa au kaoa. Ila hawamshangai kijana mwenye miaka 19, 20 ambaye ana mtoto. Very wrong. Is it fair? Not fair. That's why tumekuwa na single mother wengi. That's why tumekuwa na single father wengi. Tumekuwa na watoto wa mitaani wengi. Tumekuwa na wazazi ambao hawajui wao kwa sababu hawakuandaliwa kwa wazazi. Kwa sababu ukiingia kwenye ndoa na ipo before hujazaa, ndoa pekee ni taasisi inayokuandaa kuwa mama bora. Yes. Sio, umeelewa? Kwa sababu ndoa ni mchakato. Kwa hiyo mchakato wa ndoa kiukamilisha vizuri mpaka unaingia kwenye ndoa, chale you are good mother. Na kile unachokwenda kukileta duniani, unatuletea kiumbe ambacho pia kimeandaliwa kuwa mtoto ambaye kuchini ya uangalizi wa wazazi wake. Ndoa kila siku nasemaga, it's not about money. Kuwa na hela nyingi, I don't know. Kuwa na kujiandaa, kuwa na kujipanga. Mimi ni shuhuda na ipo wa marafiki zangu kwamba maisha yao yalibadilika immediately baada ya kuingia kwenye ndoa. Sote. Yaani kuna mtu ushakutana. Listen, akili za watu wawili na akili ya mtu mmoja kwenye kufikiri tofauti. Na ipo kama napata shilingi 5,000 kwa siku, mimi kan sasa hivi haiwezi, yaani mimi binafsi peke yangu haiwezi kutosha. Trust me, tukiwa wawili mimi na mke wangu itatosha 5,000. Yes. Mimi na mke wangu you can make that 5,000. Tukapata maendeleo ndio tukaweza tukakua. Kwa sababu ni fikra za watu wawili, ni mapambano ya watu wawili, ni mawazo ya watu wawili jinsi ya kuitunza ile 5,000. Tofauti na mawazo ya Charles peke yake akiwa na 5,000 atakwenda dukani atanunua mandazi mawili na juisi atakunywa furumbu kalala. Unaelewa? Hapa naelewa. Lakini ukiwa na mke nyumbani, kile ambacho unakipata kwanza, ukiwa na mke nyumbani au ukiwa na mume, unawaza nje ya box. Unaanza kufikiri huyu akiumwa cha kwaje? Msnaelewa. Imetokea ghafla ukaumwa nafanyaje? Imetokea ghafla nimeumwa mimi nafanyaje? Tunakulaje? Tunaishije? Huwezi kufikiri kawaida. That's why kama una rafiki yako ambaye mlimaliza shule pamoja, yeye akafeli form 4,
Sawa? Alafu akaoa au kaendelea chuo. Rudi mtaani kimeendelea umpati. Umpati. Yuko mbali sana. Hatufikiria leo tatuni. Mifano mbona ipo? Haya mimi ninawaga na perception nyingine kabisa kuhusu ndoa. Ndoa hata ukitaka kuleta mtoto duniani, yani nina perception nyingi sana. Kuleta mtoto duniani kama hujaolewa, unatuletea kizaazaa. Unatuletea matatizo. Kama hamjatengeneza msingi mzuri wa ndoa, ukatuletea kiumbe duniani, umetuletea shida. Sawa? Kwa sababu gani? Nyinyi hamjaandaliwa kwa wazazi. True. Na ndio maana mwanangu nitalea mwenyewe. Usinichanganye bwana. Wewe sepa. Na wanaume wako very sensitive. Mwanaume kitu ambacho yuko proud nacho ni kumfanya jihisi ni mwanaume. Ndoto ya kila mwanaume ni mwanamke wake kujua kwa yeye ni mwanaume. Unaelewa? Hawe mwanaume ng'ombe, mwanaume binadamu, mwanaume mbuzi, ndoto yake ni kuhakikisha kwamba ile jike lilokuwa nalo pembeni anajua kwa yeye ni mwanaume. Mwanaume ukidharau wanaume wake huwezi kuona huruma yake. Huwezi kuona furaha yake. Sikuwa najiuliza mbona kama heshima ni kitu kidogo sana lakini wanaonaga yani yani wanaume akiheshimiwa utakuta ndo anampenda huyo mwanamke yani mpaka ni unajua kucheza na hisia za wanaume ni kazi rahisi sana. Wanaume anapenda maneno mawili tu. Kwenye maisha yake yote ukitaka uwe na ndoa yenye furaha, maneno mawili tu ndio udhaifu wa mwanaume yote duniani. Samahani, asante. Wanaume wanapenda mtu awe submissive. Lakini akipanda na wewe ukapanda, mwanaume anashuka, alafu anakuacha wewe baki pale wewe mwanaume. Yeye anakaa kwenye nafasi yako. Ndio maana siku hizi unajua hata wazazi ndani ya nyumba wengi mtoto anaharibika kwa sababu wanaume wamesusa. Kwa sababu wanaume wanahisi. Wanaume haongei, hana sauti, wanaume anasikiliza na kutikia. Ukiacha kuongezea kwa masingle mother na masingle father, tuna watoto wengi wa mitaani kwa sababu dunia imemsahau mwanaume. Kwa hiyo nikuchane kidogo. Kwambie kitu kimoja. Sasa hivi ukiangalia taasisi nyingi, NGOs na kila kitu, serikali baadhi na kila kitu, tumwezeshe mtoto wa kike. Kumempower mtoto wa kike. Kumfanya mtoto wa kike awe na nguvu. Tunasahau mtoto wa kike ambaye tunamempower anakuja kuishi na mtoto wa kiume ambaye hamjamempower. Mmemwandaa mtoto wa kike kutambua haki zake, dunia imemsahau kuandaa mtoto wa kiume kujua haki za binti. True. Sio, unaelewa? Acha tu mtoto wa kiume kujua haki zake mwenyewe, lakini pia mtoto wa kiume kujua haki za mwanamke. Tunasahau. Kwa wewe huyu umemwandaa 50-50. Kwamba wewe kwenye maisha na mtoto wa kiume ni 50-50. Alafu wa kiume mngemwandaa wakiingia kwenye ndoa, kwenye taasisi ya ndoa, mtoto akidai haki zake, wa kiume anaishi anadharauliwa. Kisu kamuua, kamchana, kamkata shingo. Ni kweli kama dunia tumefeli au ni nini? Kwa sababu mimi I always think like sio sawa. Empower mwanamke, unamempower dhidi ya nani? Yes. That's it. Unapomempower mtoto wa kike, muempower na mtoto wa kiume, wakae pamoja, wote wameandaliwa. Kwamba wewe ukija kudai haki zako kwangu, najua haki zako, una haja kudai. Unaelewa? Sisi kwenye Uislamu tumeambiwa kazi za nyumbani sio za mwanamke. Sisi kwenye Uislamu tumeambiwa even kunyonyesha. Yaani wewe kunyonyesha mtoto wangu, napaswa nikulipe tupatane kabisa biashara. Kweli? Business, yes. Kweli? Yes. Nice. Sio kazi yako. Hiyo Uislamu basi tumeambiwa. Wewe kunyonyesha mtoto ni ihsani unafanya. Lakini hapo pokani, shout out to Cloud. Sasa hivi tupo msimu wa malkia wa nguvu. Yes. Hatuwasahau sana mabalkia. Kabisa. Yaani mabalkia. Kabisa. Jengo. Yaani hata ni event ya wanawake wataalikwa, watakuwepo pale, watatoa hata kama kuna uwezekano wa speech, vitu kama hivyo. Mabalkia waga wanaalikwa kwenye malkia wa nguvu na vitu kama hivyo. So na pia tutumie fursa pia kuwakaribisha. Ubawagala. Superdome Masaki. Muje kwa wingi sana. Hivi ni tuna jambo letu. Watu wote wanaruhusiwa? Okay, ni event ya wanawake.
lakini ni waalikwa. Kwa wapo mabalkia ambao pia wataalikwa. Nice. Lakini event ya wanawake pase kwa 98% ni wanawake kukutana, kuzungumza, tunavunja ile kauli inayosema adui wa mwanamke ni mwanamke. Tunataka wanawake wapendane, waheshimiane. Ndio maana tutakuwa pia na wanawake wa vyama vya tofauti vya siasa, sekta tofauti. Wale ambao wanahisi mwanamke fulani na bifu, mfano watu walikuwa wanahisi Banandi na Zuchu na bifu, mfano wote watakuwepo. Mfano mtu anahisi Jelina na Reisia na bifu, wote watakuwepo kwa mtindo huo, yani maana yake. Wote wachukua wale wanawake ambao dunia inahisi hawaelewani, mfano labda mwenyekiti wa CCM, mfano lakini nasema mwenyekiti wa CCM taifa, Mheshimiwa Rais, ukaweka pale na mwenyekiti wa Chadema ile Bawacha ya kina mama, akae pale Bi Sharifa, wakakaa bonga glass wakanywa pamoja. Inawezekana, yani inawezekana kabisa. Adui wa mwanamke sio mwanamke. Yes. Kwanza mna hata huo adui jamani. Adui wa mwanamke sio mwanamke, ila mchukulie mumeo uone. Kama ndio basi adui wa mwanaume ni mwanaume. Maana tu mwanaume mwenyewe kimchukulia mwanamke wake ni hivi. Umegundua kwamba kuna mstari mwembamba sana wanaume sasa hivi, wanaume sasa hivi. Umegundua wanaume sasa hivi wakifumania hawa react kama wanaume wa zamani. Kweli hawa react? Yani hawana ile tu piga kisumu wewe. Mara nyingi wanadui na wanawake zao wao. Unajua kwa nini? Matukio mengi na vitu kama hivyo. I don't know. Atugombee kitu ambacho ndio kukipata. Tumeshtuka. Hizi kauli za hivi sizipendagi jamani, basi tu. Haya, hiyo ni Ubahuru. Tumezungumzia kuhusu uaminifu kwenye mahusiano, lakini ukiachana hata kwenye mahusiano, you can be just faithful kwa Mungu wako. Acha sababu, kama una uwezo wa kufunga, kama madonda yako yanaweza hata kusustain, just do it for your own spiritual growth. Yeah. Tunaendelea kuwakaribisha. Kwa nini unaniangalia hivyo? I like you. Stop it. Okay, tunakaribisha kwenye Ubahuru Gala na huu ni msimu wa Malkia wa Nguvu. We love you so much. This is Ubahuru. Usisahau kusubscribe to our YouTube channel, ni Clouds Media. Tunapatikana Instagram na TikTok na Twitter kama ni Post01 na Kan the same. Hata kwenye social media pia Kan anapatikana kama Kan Baruch, TikTok, Twitter, Instagram na hivyo na YouTube. Yes, Kan Baruch. Zile naniliza kuna zipeleka YouTube zinaenda huko, zile zingine za sauti. Zile za sauti tu. Hata YouTube anapatikana kama Kan Baruch. Unaweza kusubscribe to his YouTube channel. Karibuni sana.